Tuma tena hapa bonge moja la picha kutoka ZC Production pale wanapeta kitengo baba. Hii ni Onglang, the best of all time na the chosen one. Bwana kichuma kimetoka leo, lakini sasa hatimaye pasipo na mashaka yote kipo mitamboni. Na hivi ndio tunavyozidi kutambana nacho kibabe zaidi. Ni katika episode ya kwanza tu tamthilia bomba sana ya Onglang. Basi tunaunganisha pale ambapo tulishia baada ya kupeana mwongozo zaidi. Binti wa kufahamika kwa jina Mujin aliingia katika misitu akiwa na lengo la kumtafuta kakake, lakini pia leo kulikuwa kuna watu ambao walikuja katika ile pori kwa ajili ya kuweka mambo fulani ya kizaazaa kupambana na kitu ambacho anadai ni kama kimepotea kwa muda mrefu zaidi. Sasa kalikuwa ni kamzozo kwa sababu binti pindi ambapo ameingia katika pori na watu ambao walikuwa ni kama wawindaji walianza kumshambulia binti pasipo kujua ni nani, lakini baadaye mwanamke aliweza kupata msaada kutoka kwa mtu ambaye hata sisi hatukupata bahati ya kuiona sura yake. Basi wasema mtu baada ya kumpatia msaada binti aliweza kutulia na kujitokeza tu akiwa Tara Bintibu, na alikuwa ni mkali kufahamika kwa jina la Jao Yi. Wasema kwa hicho ambacho unafanya makosa makubwa sana kumzuia mtu ambaye anatoka katika jumba la Main Cool Family. Mimi ni mfanya biashara tu. Lakini watu hao walionekana wana utata sana juu ya kile ambacho wanaambiwa na bwana mdogo kufahamika kwa jina la Ji. Wasema ingekuwa ni vema kama angepata nafasi ya kugoa kile kitu ambacho kipo katika hili sanduku lake. Hii original fulani hivyo nalitenda kuja kupa hapo mbele zaidi. Basi watu hao walihitaji kugoa, lakini mwamba aliwaambia endapo utakutana na kitu ambacho kitakuwa kina utofauti itakuja kufanya kwa wakati mwingine na mimi nisiwe na huruma kwa upande wako. Kweli mkali baada ya kuchungulia ndani ile banquet aliweza kukuta kuna binti ambaye alikuwa kumele ndani. Akasema ina maana hivyo ndio ulivyofunzwa namna ya kushindwa kuheshimu watu ambao wana muunganiko mkubwa sana wa kibiashara katika jumba la kifalme. Mtu huyo aliomba sana msamaha kidai kwamba yeye kwa wakati huu ni kwamba ameshapata unywaji, hivyo hata alichokifanya ni kwa bahati mbaya tu, na ile ilikuwa ndio pona binti ambaye anafahamika kwa jina la Mujin. Lakini baadaye mtu huyo ambaye anafahamika kwa jina la Jayo alianza kupiga story na binti huyo akisema kwamba ina maana hivi ndivyo unavyotakiwa mpokee kakako akiwa amerejea. Binti alisema ni nani ambaye anajua na nani ambaye anajali juu ya kile ambacho kingetokea siku ya leo. Lazima kuna namna ambayo ningeipata kuweza kusaidia. Kumbuka hapa tuko katika kipindi cha Mamekanti. Hawa ni Mamekanti, wafanya biashara wale ambao wafanya biashara za kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine kisasa zaidi. Basi bwana mdogo baada ya kutoka kwenye biashara akikarudi akiwa amefikisha mzigo salama, na ili mfanya mzee amsifie sana na kuamini amepata kitu ambacho ni sahihi zaidi. Lakini mzee alimwambia mimi nilikuchukua wewe kwa sababu ambayo naamini sababu yenye ubora zaidi. Lakini bwana mdogo pia alimuuliza mzee, unayafanya yote haya kwa sababu gani? Au kwa sababu ulimpoteza kijana wako ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Onglang? Anasema hapana, mimi nimekuadapt kwa ajili ya kuhakikisha unaleta furaha katika familia na katika nyumba zaidi. Sasa upande wa pili kwa mama, kumbuka siku hizi amesha kuwa kama chizi tangia mpoteze kijana wake. Ni takriban miaka 12 sasa imepita. Mzee amekuwa ni mtu ambaye akijaribu kupambana kuhakikisha anamtuliza mke wake na kumwambia kila kitu kitaendelea kuwa sawa zaidi. Lakini leo alifika shamani wa miaka ya nyuma zaidi kwenye lile trailer tayari tushamuelezea mtu huyo. Anasema anachohitaji nipatie msaada wa kupata nafasi ya kuweza kukutana na kijana wangu tena. Lakini mtu alimwambia sasa nafikiri wakati sasa umefika wa kile ambacho amekiomba kwa muda mrefu zaidi, japokuwa siwezi kujua ni nini ambacho kitatokea, ila naiona ishara inayoniamini ishara kwamba tayari unamtafuta amepatikana. Ewali kizaazaa zaidi, tuazidi kusonga zaidi na chuma bomba sana hapa. Kumbuka inatoka ZC Production pale wanapaita kitengo baba. Basi baadaye wanaume wazidi kuhakikisha anamweka mke wake katika hali ya usalama zaidi na kujitahidi kumtia sana moyo juu ya kila ambacho kimepotea, kwa sababu ni takriban miaka 12 mzee baba ameshampoteza kijana wake ambaye alikuwa ndo nuru ya mafanikio katika kitengo kizima cha masuala ya biashara. Leo tembeleo na mtu fulani. Mtu huyo alikuwa anajaribu kuleta kauli ambazo zilimkasirisha sana mzee, na hivyo mzee aliweza kumuonesha alama ambayo ilikuwa inatisha sana katika mwili wake. Anasema wewe ni kama mtu ambaye anaongea vitu ambavyo hujawahi kujua hata undani hivyo vitu, lakini kwa wakati huu nakupa kama onyo tu, na wakati ambao unakuja utakuja kufanywa kitu kibaya zaidi. Mtu huyo alipata adhabu ya kupunguzwa kidogo vidole maana alikuwa anaongea sana. Lakini pia kuna taarifa inafika kwamba Prince amefika katika ile eneo. Basi Tara Bintibu mzee alihitaji kukutana na huyo Prince sasa
waweze kuongea mbili matatu, na Prince anadai ya kwamba imekuwa ni kitu cha busara sana na kitu cha faraja sana kupata nafasi ya kukutana na mzee, lakini anasema ana kitu ambacho ni special sana alichomwandalia kaka yake, hivyo anaamini kupitia mzee kama atadhihirisha hicho kitu kitakuwa na ubora, basi itakuwa ni zawadi nzuri sana kwa kaka yake. Basi baadaye mzee itakiwa ione hiyo zawadi ambayo Prince anazungumzia. Alikuwa ni chui mmoja ambaye amechorwa katika eneo limezungukwa na vitu kama bambu, yani mianzi ile. Basi mzee alikuwa anacha kusema zaidi ya kusema hakika mchoro umependeza sana. Hivyo ilimfanya Prince aamini kitu ambacho amekichora ni kitu kizuri sana, na hata kaka yake au ndugu yake atakwenda kukipokea kwa mapenzi ya dhati zaidi. Badman, hiyo ni Onglang. Tarabinti tunaendelea kuunganisha vitu. Wasema basi baadaye bwana mdogo, baada ya kupata nafasi ya kuaminiwa na mzee kwa mtu ambaye anaweza kaongoza biashara zote, siku ya leo ilikuwa ni siku ya kwanza tu kwa bwana mdogo kujiunga na biashara na kwenda na mzigo kwa mara nyingine tena ya pili akiwa kama kiongozi. Lakini kabla hajaenda, watu wengi sana walikuwa wanashuhudia ile tukio, na bwana mdogo alifurahi sana kuamini kwa sasa ameshapata wadhifa wa juu sana wa kuweza kulani hizo biashara ambazo zilikuwa chini ya mzee mzima. Sasa waambia kabla hajafanikisha kupanda kwenye hicho kifaa ambacho kinaitwa Banquet, aliweza kutokea Queen. Sio Queen kama unavyojua, yani tunaweza tukasema ni mke wa bwana ambaye anaongoza biashara, kwa sababu wafanya biashara kwa miaka hiyo Johnson ndio alikuwa na nguvu sana. Lakini binti alivyomwona mwanamke huyo alikumbuka kumbukumbu ya zamani ya zaidi, ambayo mwanamke huyo alimwambia binti ana chembe chembe za kishetani na mikosi mingi sana. Hiyo ilimuumiza sana bibi, na mama huyu baada ya kufika tu hapa alihitaji kufanya kitu ambacho kilikuwa kina tofauti zaidi. Kwanza alimwangalia sana bwana mdogo ambaye alikuwa anahitaji kupanda kwenye ile Banquet, na baadaye yeye ndio alihitaji kuchukua nafasi ya kupanda kwenye hiyo Banquet. Sasa na alichokifanya ni kumwambia bwana mdogo ingekuwa ni vema kama angepiga magoti chini akamtengenezea nafasi ya yeye kuweza kupanda kwenye hiyo Banquet kwa kutumia mwili wake. Hii ilikuwa ni kama dharau kubwa sana kwa bwana mdogo. Sasa nini ambacho atafanya bwana mdogo ili alipo katika wakati mgumu zaidi? Hii ni katika episode ya kwanza tu ya Chuma Bomba sana. Hii inaitwa Onglang, lakini hakisha umepitia lile tena, maana ndio lina mwongozo mzima wa hiki kitu ambacho kinazidi kusonga zaidi hapa. Ichuma ndoge DC Production, Chumba la Burudani, wanasema ni Onglang. Katika episode safi inayofuata tukutane. Kwa leo sina mengi zaidi. Hii ni bonge moja la picha kutoka DC Production. Kumbuka tuko na mkali wa kufahamika kwa jina la Gigi Lee Janwook, tulikuwa naye katika ile picha ya HMF. So sasa tumepata bahati ya kuwa naye tena katika hapa picha nyingine safi zaidi. Tukutane katika episode ya pili ili kuendelea kuenjoy burudani moja ambayo itakuwa ni bomba zaidi. Lakini kumbuka ndoke kwenye mitambo safi zaidi ya SDC Production. Asante sana kwa timu yako. Tukutane katika episode ya pili kuendelea kuenjoy utamu wa vanilla. Hii ilikuwa ndoke SDC Production. Wao wanapenda kupaita kitengo kama kama kawaizo. Yego leze chao.